Nilifurahi sana kutembelewa na mfalme toka nchi ya Uingereza, na sababu ambazo zilimvuta mfalme kufika katika sehemu yetu ya Kuruwitu ni kwamba hii ni jamii ambayo ni Scott indigenous community, lakini mbali na hizo changamoto ambazo ziko kwako, waliona kwamba changamoto za uhifadhi zitakuwa bora na zikashikamana hii jamii na imetenga mahali ambapo imekuwa kama role model. Hii ni jamii ya kwanza hapa Kenya ambayo inahifadhi mazingira ya baharini, kwa sababu jamii hii imekuwa ikitegemea bahari kwa muda mrefu, lakini ilipogundua kwamba kuna mapungufu ya mapato ya bahari, ndio jamii hii iliungana pamoja na kuangalia shida wa hii rasilimali, na wakaona sababu ya kwamba wasaidie ni kwamba waweke mahali kama uhifadhi ili kwamba pawe mazalio ya samaki, na sasa pale hiyo rasilimali imerudi tena upya kuongeza mapato. So we decided to get together and do something about it. That was 20 years ago to this year. And because of the success of that, we started Oceans Alive to spread the word, to get the word out to other communities and to be able to help other communities to do the same initiative and start the same initiatives, and to be able to look after the marine resource that they rely on. I guess the success of Oceans Alive and the importance of Oceans Alive is being able to support other communities, to be out there. We are an action-based organization. We are out there in the community, building capacity. We are supporting in environmental, social, governance and economic areas. So Dixon and Des got together, not just to talk about the problem, but to find solutions. And if you ask me why the King came, it's because this community started from a problem, got really busy, got really clever, called in a lot of partners, called in a lot of people, and we have come up with solutions.